Kwa hiyo huyu mwanamke anakuja kutoa msaada kwa aliyepungukiwa na uwezo. Bwana asifiwe. Biblia inapozungumza katika ile Mwanzo sura ya 2 inaeleza Mungu alipomuumba mwanamke alichukua ubavu akachukua na nyama. Kwa lugha nyingine, alipochukua ubavu na nyama aliondoa uwezo wake, alimuondolea Adamu uwezo. Bwana asifiwe. Yaani kuchukua kitendo cha Mungu kumchukua Adamu sehemu yake ili amtengeneze mwanamke, maana yake kuna uwezo uliondolewa, yani kuna gap lilibaki. Kama alichukua nyama, ndani ya nyama kuna damu, ndani ya nyama kuna mishipa, ndani ya nyama kuna kila kitu. Kwa hiyo alichukua na sehemu ya akili ya Adamu, alichukua sehemu ya hisia za Adamu, alichukua sehemu ya utashi wa Adamu, alichukua sehemu ya utendaji wa Adamu. Kwa hiyo Adamu alichukuliwa uwezo wake. Ili Adamu arudi awe bora, anamhitaji Hawa aliyechukuliwa kwake ili arudishe ubora mahali pake. Bwana asifiwe. Kwa mwanamume anamtaka mwanamke kwa sababu kuna maeneo yanahitaji kuzibwa. Kuna maeneo hayawezekani kutendeka huyu asipokuja kuyasikia. Kwa kila mwanamke ajitambue kwamba yeye amepewa uwezo wa kumwezesha mume wake. Nikasema hivyo mke anakuja akiwa na uwezo wa kumwezesha aliyepungukiwa katika maeneo husika ambayo mwanamke amepewa uwezo. Kwamba kila mtu anayeoa, niseme kitu kimoja, mwanamke, nafikiri nilizungumza siku moja na nilizungumza tena, kwamba mwanaume anapooa anaitangazia dunia kwamba yeye ni dhaifu. Na anaposema huyu ndiye atakayekuwa mke wangu, kwa lugha nyingine anasema huyu ndiye atakayeshughulika na udhaifu wangu. Huyu ndiye anayeweza kukabiliana na udhaifu wangu. Kwa hiyo wao wanatangazia duniani kama miongoni mwa wanawake duniani wanaweza kushughulika na udhaifu wako, huyu ndio aliyemuona anafaa kushughulika na udhaifu wako. Bwana asifiwe. Amen. Siku akishindwa kufaa, usikuulize sisi wala usimuulize yeye, ila wewe uliyeona anafaa, wewe unatakiwa ujiulize, ilikuwa kwaje asiyefaa ukaona anafaa? Hiyo sio sisi. Bwana asifiwe. Kwa niseme mwanaume akimtukana mke wake, we mjinga, mpuzi, mbavu, nguruwe, mbwa, vyovyote vile, anachotaka kusema kwa watu na kwa huyu anayemtukana ni kwamba akili ya kwake ilichagua hicho cha anachokitukana. Kwa ni kama anajitukana yeye. Maana unaposema we mbwa, maana yako unachosema katikati ya wanadamu mimi nilichagua mbwa. Umeelewa? Na nikaamua mbwa iwe msaidizi wangu. Amen. Katikati ya wenye akili, we mjinga, mimi nilichagua mjinga na nikasema mjinga awe sehemu yangu. Kwa hiyo shida sio mke. Shida sio nini? Shida ni machaguzi yako. Kama huyu unamwona ni mbwa, ulishindwaje kuchagua asiye mbwa? Kama huyu unamwona mjinga, ulishindwaje kuchagua wenye akili?